idara ya ache ni kare komita alikoma na agre nite DJ Mark nite Jimashine bwana bonge kitu hapa wanaita Genghis Khan na kitu unaipata mitaa ya Likoma na Agri, pia unaipata Zanzibari baada ya media pale Kisonge, na unaipata kwa ndugu zangu Ukweli Maliki Migombano ya Zanzibar na mtu wangu Ukweli mwingine huyo hapa ambaye anaitwa Mr. Ali Bonge, anapatikana mwana kule kwa njia kuu ya kuelekea Nyarugusu. Wadau wangu wote wa pale Kariakoo wa Uzazaga wote niko pamoja nao, wanaendelea kusababisha kama cows kama dawa kama kawaida, wanaita Genghis Khan na inakuja kama hivi. Ni historia ukweli ya maisha ya mpiganaji Genghis Khan ambaye alipata kuishi katika nchi ya Mongolia ambayo ipo kwenye milima ya masafu ya Everest. Kampuni kubwa ya Fundamental Pictures ndiyo inafanikisha kuleta hii historia ya huyo mpiganaji wa zamani Genghis Khan. Napatikana kwa namba za simu za 0656035353. DJ Mark Ukweli kama kawa kama das kama kawaida, tunatiririka na vocals za kivampire. Mwana kwa kazi wote wandani ya pande zile wanazozita Mlandizi, mtakutana na mtu wangu wa nguvu, kijana wangu wa nguvu Rama Kibamba. Na kwa wale wakazi wote wa maeneo ya Vingunguti pale Bomba la Bure kwa Mzee Mjaka, basi pale mtakutana na kijana Side Video Library. Na kule ndani ya Mlingotini tuko na Mo Musa video Mlingotini ya pande zile wanazozita Bagamoyo ya Mlingotini. Bonge kitu hapa kutoka Idarani Acheche Production kama cows kama dawa kama kawaida, tunatiririka na voko za kivampire. Wanaona kama vile kuna kitu kibaya kinakuja katika dunia. Sio kinatokea wapi? Dunia pamoja na mbingu zilitengenezwa zikatengeneza ulimwengu, lakini pindi binadamu wakiwa wameendelea kulala katika eneo hili, basi upande wa kaskazini ambako kulikuwa hakuna maisha mazuri sana, upande huo kulikuwa kuna vurugu kali ya mashetani. Mwenyezi Mungu ameweza kuijalia dunia sehemu nzuri kweli kweli ya watu kuishi. Hapo zamani za kale kulikuwa kuna kongoni ama unaweza kumuita swala, na swala huyu ni mnyama ambaye anapenda kuliwa na wanyama wengi sana. Yaani ni mnyama pendwa kwa wanyama wakali. Siku moja huyu swala alivamiwa na dubu, lakini pale pale kuna rafiki yake mbwa mwitu ambaye alikuwa amefika kwa ajili ya kumsaidia. Kawaida mbwa mwitu huwa anakula sana swala, lakini kwa swala huyu alitokea kumpenda. Alimdhuru dubu na dubu alipoteza maisha ili kumlinda yule swala. Hii inaonyesha ni kiasi gani walivyokuwa na upendo hawa. Muda ulienda na mambo yakaendelea kubadilika katika dunia. Kutokana na huo upendo, basi maisha yaliendelea kuwa pamoja kwa hawa wawili. Lakini kulikuwa kuna watu ambao walikuja katika hili eneo, sehemu ambako huyu swala pamoja na mbwa mwitu walikuwa wanaishi. Lakini katika maeneo hayo pia chini ya ardhi kulikuwa kuna kiza, huku kulikuwa kuna dunia ya watu hatari sana, mashetani. Na hapa kulikuwa kuna mfalme wa shetani ambaye yeye anaongoza kuzimu. Kipindi ambapo jua lilipoweza kukamatwa na mwezi, na ndipo ambapo mfalme wa kuzimu akatoka kutoka kwenye ardhi ili kuja kusumbua dunia, kwa sababu kipindi chote alipewa laana ya kutokuwepo tena katika uso wa dunia. Yeye na jeshi lake lienda kuvamia wanadamu, na wanadamu baada ya kuliona hilo ilibidi wajitoe kimasomaso kupambana na hivi viumbe vya kuzimu. Hapo na ndipo pakatokea vita kali sana. Vita hiyo ilionekana kuwashinda wanadamu mpaka pale ambapo alikuja Golden Warrior anaitwa Sina.
alifika kwenda kusambaratisha huo umati, lakini kitu kikubwa alichokuwa na imani ni kumfyeka kamanda mkuu wa wale jeshi la kuzimu, na alifanikiwa kumpiga katika eneo lake na moyo, na hatimaye alikwenda na maji, alisambaratika na akamrudisha huyu kiumbe katika ardhi, sehemu ambapo naweza nikasema walipotokea. Wale viumbe wote walikamata viungo vyao na kusepa, na Sina akaweza funga ile sehemu ambako mashetani yao wameondoka, yani wametokea, na sehemu ambako walikuwa wameingilia. Alifunga ardhi ili wasirudi tena, na akapiga sildi kwa kisha anaweka ulinzi wa kutosha kabisa, akaweka maaskari wawili wenye kulinda hizo sehemu wasije kutoka tena. Kwa hiyo akapiga sildi kabisa, na kulikuwa kuna mizimu ilikuwa imekaa pale kwa ajili ya kudhibiti hilo eneo. Alichokifanya akaelekea katika mlima mmoja wapo, na akaweka mkuki wake ni kama bendera kwa upande wake katika mlima huu wenye kuitwa Bogin, ili iwe ni ishara ya amani katika maeneo yote haya. Ameweza kulinda vyema sana maeneo haya ya Glassland, sehemu ambako wanadamu walikuwa wanaishi, sehemu yenye manyasi na sehemu ambayo ilikuwa ni tulivu kupita kiasi. Shetani huyu akabaki chini ya ardhi na akakosa nafasi ya kupanda juu. Lakini maisha jinsi yalivyokwenda, moshi ulianza kufukuta tena, watu walianza kuchinjana juu ya ardhi, walianza kugombana, falme ikaendelea kupinduliwa. Yani hii inaonyesha ni kiasi gani wanadamu walivyokuwa wanachukiana. Kwa hiyo ugomvi uliendelea kupandikizwa kizazi hadi kizazi, na vurugu zikaendelea kizazi hadi kizazi, kiasi cha kwamba dunia ikawa haijatulia, hasa hususan katika maeneo haya ya Glassland. Watu walikuwa wanachukiana na watu waliendelea kuuana, japokuwa ufalme ulikuwepo. Lakini mmoja kati ya wachungaji, ama naweza nikasema mtu ambaye alikuwa anasimamia mizimu yao, leo alishtuka baada ya kutambua kuna mtoto ambaye amezaliwa na anaweza akawa ni kama nabii kwa upande wao, akasaidia maugomvi ambaye anatokea katika maeneo yao kila siku. Na huyu ndiye baba wa huyu bwana mdogo ambaye amezaliwa katika uwanja wa vita, na baba anasema mtoto kuzaliwa katika eneo kama hili anaweza akawa ni baraka ya kuja kutusaidia baadaye. Bwana kitu kinaitwa Genghis Khan. Naitwa DJ Mark Dimashina kutoka idarani ATH Production, kama cows kama dawa kama kawaida. Tunaendelea kutiririka na vocal za kivampire kama hivi. Kulikuwa kuna dunia ya wachawi ambao walikwenda kuwavamia wakazi katika eneo la manyasi, wanasema Glassland, na katika vita hiyo walikufa wengi sana, wakabaki majemedari wawili, yani upande wa binadamu wa kawaida na kwa upande wa mashetani. Mashetani leo wamekuja na mama yao, na amebaki juu anashuhudia kijana wake alisalia anavyomaliza mwanadamu huyo. Hebu tuangalie hii vita inakwaje. Yule shetani alipigwa kidogo, amevaa nguo nyeusi sana, na huyo ambaye alikuwa ni binadamu wa kawaida amevaa kama zakaki. Wanaendelea kupambana. Alivua kofia yule ambaye alikuwa ni mtumishi wa yule mchawi, naye anataka kutawala dunia. Alikuwa ni mchawi na siku zote alikuwa anataka kutawala maeneo haya. Yani kiufupi, watu walikuwa wanagombania makazi haya waweze kuyamiliki, kwa sababu ni sehemu yenye ustawi mkubwa na yenye rutuba kwa kiasi kikubwa sana. Vita ilikuwa ni kali mno, kiasi cha kwamba ujamaa ilibidi amwekee uchawi huyu bwana, mngate ili ashindwe kufanya chochote. Na ndipo mtumishi wa mchawi aliamua sasa kummaliza. Baada ya kupata nafasi hiyo, alimtupia mdudu, na mdudu akamwingia sikioni, akawa ameshindwa kupambana huyo bwana vyema, na hatimaye akapigwa kisu cha kwenye kifua na akaenda chini. Ushindi ulikuwa ni wa kwao sasa, huyu mama mchawi pamoja na kijana wake. Lakini wakati anapokea hizo pongezi, mama alianza kushtuka kidogo, akamonyesha kwamba kuna kitu nyuma kinakuja. Yule baba ilikuwa imejulikana amekufa, kumbe Jafa. Alikata kichwa. Yule mtumishi wa mchawi alikatwa kichwa, na yule mzee naye akapoteza maisha. Mama alikasirika kweli kweli kwa kile ambacho kimetokea. Hakuamini kilichotokea. Vijana wake wote wameuawa na mtumishi wake mkuu ambaye anamwamini naye pia amekufa. Hii ilimuuma sana. Hebu tutoke kule, tunakuja upande wa pili. Hapa tunakutana binti mmoja mdogo anaitwa
Bate. 救命啊！ Msaada! Huyu mwingine wa kiume anafukuzwa na mbwa. 走开！ Alimwambia mbwa wake, kaa pembeni. Kwa nini unamfukuza jamaa wangu? Kaa pembeni. Hilo. Sasa wewe unaogopa mbwa, alafu nakuja kumuoa dada yetu mzuri kama huyo, utamuweza? Umwezi bwana bwege wewe. 不许派将 Lakini nikwambie kitu, babangu amesema lazima niolewe naye. Jamaa lako la ajabu hilo bobo. 咬他！ 这是什么呀？ 这是我从娘胎里带出来的泥血，喜欢吗？送给你吧。 从娘胎里怎？ Haya, binti anaambiwa ya kwamba cheni hii amepewa na babake. Alikuwa ni mtoto wa mpiganaji. Huyu kijana alikuwa ni mtoto wa mpiganaji mkubwa tu, na babake alikwenda katika uwanja wa vita, na ndio maana yeye akaletwa katika ile eneo akae katika hii familia. Kwa hiyo anasema amepewa cheni na babake, na babake alimwambia hiyo cheni aikumbatie asije akaitupa. Wakajipumzisha katika hizi nyasi, lakini kuna ndege anakuja, ndege wa huyu binti. Akataka kujua leo ameenda wapi ndege wake. 哪儿来呀？ Sasa akamuuliza wametokea wapi. Njiwa huyu wa ajabu akamwonyesha kila alichokiona kule ambako alikuwa ameenda. Alienda katika uwanja wa mapambano na alionyesha ni kiasi gani vijana wote waliouawa, na hata babake na huyu bwana mdogo ambaye ameenda kupambana vita naye pia amekufa. Alionyesha kile ambacho kilitokea. Kuna yule dada ambaye alikuwa ni mchawi, aliyeweza kupoteza vijana wake wote mpaka na yule anemtumaini. Alilia kweli na machozi aliyajaza hapa, na machozi alivyojeza kuyajaza yakaelekea mpaka chini ya ardhi ambako anakaa yule shetani, na huenda yale machozi yanaweza yakamfufua yule shetani. Na kweli baada ya machozi kufika kule chini, yule shetani akaanza kuongea na huyu mdada ambaye analia machozi, akamwambia, Jodai, mimi niko tayari kabisa kukusaidia kwa yule ambaye unampenda akafufuka. Sawa? Mimi niko tayari kukusaidia unayempenda akafufuka. Lakini kitu kimoja, na mimi unisaidie ili niweze kufanikisha mambo yangu. Basi bibie yule aliambiwa asaidie ili jambo kwa sababu shetani alikuwa anahitaji pia atoke. Wow! Binti kaonyeshwa yote aliyojiri. Alikuwa na hofu sana, dunia yao imeshaingiliwa. Timujan! Kijana huyu wa kiume anaitwa na makomando waliotoka katika uwanja wa vita. Wanakuja kumpa taarifa. Timujan, baba yako amekufa katika uwanja wa mapambano. Baba yako amekufa katika vita. Hakuamini, ilibidi apakie farasi faster aende nyumbani. Nyumbani kwao ni mbali kidogo, ni kijiji kinachofuata tofauti na hapa. Lakini binti alijaribu kumwambia Timujani kwanza asiende, lakini Timujani akamwambia Bote, mimi lazima niende. Sasa alichana nguo yake Bote, akamgea Timujani, alimuomba asije akamsahau, na yeye akamwambia atarudi. Alimwambia nitarudi, ngoja kwanza niende nikaangalie nini kinachoendelea. Binti alilia sana, hakutaka Timujani aende, anampenda mno. Tokea wangali wadogo familia zao zilikuwa ni marafiki, na wazazi walisema waoane, na hakika na wenyewe walipendana. Hiki ndicho kijiji ambacho familia ya Timujani ilikuwa inaishi. Wananchi wote wanakamatwa na kushikiliwa mateka, kupelekwa katika kambi za hawa waliowavamia, mpaka na mifugo yao yote ilichukuliwa. Na huyu ndiye anayefanya huu shenzi. Ni binadamu wa kawaida, lakini ni mtumishi wa mashetani, na ni ndugu na hawa ambao leo hii anawafanyia huu shenzi. Atajale huyu ni dada yake kabisa, lakini anaamua pia kumteka. Timujan anakuja kijijini kwao, anajaribu kuzungumza na kakake, lakini kaka anamwambia, we na kusamee na beba hao wengine kwa sababu wewe ni mdogo wangu. Anamwacha dadake hapa
lakini wanakijiji wote anawabeba. Timuchan anarudi. Hakuamini kuona ndugu zake wako hoi, mama yuko hoi, anaamua kumfata ndugu ya babake. Anamwambia, Tangajura, haiwezekani uniulie mama yangu, uniulie baba. Alisema, yeye bwana mdogo, sijakupiga. Nirudishie babangu. Na tena rudisha na upanga wa babangu. Kabeba mpaka na upanga wa babake ambao ulikuwa ni upanga wa dhahabu. Alisema, dogo, kama unataka kugombania huu upanga mna shida. Mimi nakugea familia yako baki nayo. Na pia nataka nikwambie kitu kimoja. Baadaye tukionana na kuacha ili upone, alafu baadaye kama unaweza kuliza kisasi uje kulipiza kisasi. Na kuacha sasa, ila baadaye ukijaribu kunifuatilia sikuache nitakuwa. Dogo alilia sana. Babake huyu ni ndugu wa babake, ndiye kafanya ushenzi wote huo. Maisha yalienda sana, alibaki na mamake na hatimaye mama leo hii anakata nywele za mtoto wake, anaweka kwenye moto na kumwambia kitu kimoja. Timuchan, sasa umeshakuwa mwanaume. Kuanzia sasa unaweza ukaenda kwenda kuoa. Nenda katika lile kabila ukamuoe Bote. Sababu babako alisema lazima muoe na babake na Bote alisema muoane. Kwa nenda sasa kaoe. Umeshakuwa ni mwanaume wa kutosha. Hapa ndipo katika makazi yao mapya tokea kipindi kile familia yao iliweza kukamatwa. Kwa hiyo ilibidi wakimbie katika ile sehemu ya bustani ambayo ilikuwa ni sehemu nzuri kweli kweli. Sasa wamekimbilia huku milimani, sehemu ambako kulikuwa na miti. Mama anaweka baraka katika safari ya mtoto wake. Na ana imani atavuka milima na mabonde kufika katika kabila la yule binti Bote, na leo hii atakamilisha zoezi la familia hizi kuwa pamoja kwa watoto hao kuoana. Lakini kulikuwa kuna ndege ambaye alikuwa anachunguza kinachoendelea katika haya maeneo, na hatimaye ndege huyu anapeleka taarifa katika dunia ya kuzimu ambayo haiko mbali na maeneo yale, kuambia ni kitu gani kinachoendelea. Yes, hawa ni wale wachawi na miliki yao. Wamekamata mateka kibao, wanawapeleka katika shughuli zao. Hawa jamaa siku zote wanapanda hizi ngazi, na hizi ngazi wanapopanda wanazungusha haya madumu, na haya madumu yanatengeneza njia, yani kiufupi wanashusha minyororo ya njia ambayo ilikuwa inafunga na kufunguka ili kuwaleta na kuingiza mateka. Na huyu ndiye mkuu wa hii miliki sasa. Na huyu ndiye yule bwana aliuawa katika uwanja wa mapambano, aliuawa na babake na Timuchan, na huyu alikuwa ni mtumishi wa yule mama ambaye alikuwa ni mchawi. Nakumbuka mama mchawi sasa hivi yuko na ushirikiano na wale mashetani waliokuwa chini ya ardhi ili waungane kusaidiana ili warudi katika maisha ya kawaida. Yani wale mashetani anataka pande juu waweze kuidhibiti dunia, waikamate dunia, waendeshe wanavyojua wao. Sasa bahati mbaya maisha yalivyokwenda, yule mama ambaye alikuwa ni mchawi alipoteza maisha na aliyekuwa sehemu ambako hawezi kuoza ili wapate tiba ya kuhakikisha wanamrejesha duniani. Leo watu wapya wameingizwa ndani, na watu hawa ni kwa ajili ya kupewa majukumu ya kazi. Kuna wadudu wengi wanamtoka huyu bwana, na wadudu wanawakimbilia binadamu hawa ili kuwaingilia katika miili yao, wawaendeshe. Maskini ya Mungu, waliwapa sumu. Wadudu hawa kila wanayemnyafua mtoto wa kike hakuna mdudu anayeishi. Kiufupi hawa wadudu walikuwa ni wadudu wa vipimo. Hawa wadudu ni wa vipimo. Sasa baada ya kuona wadudu hawa wamekufa, wanawadondosha wasichana wote ambao walikuwa hawana maana. Kwa hiyo hawa wadudu walikuwa ni wa vipimo. Damu zao zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya kumfufua huyu mama. Kwa hiyo mdudu akifa, damu inakuwa ni sumu. Kwa hiyo haitaweza kumsaidia huyu mwanamke, lakini mdudu akiishi na aking'ang'aa, basi damu hiyo itamsaidia huyu mdada. Alimwambia, samani sana Dodai, hakika nimeweza kushindwa kutafuta tiba na kupata damu ambayo inaweza kukurejesha duniani, lakini ni lazima nipate hiyo damu, na imani tutafungua milango ya kuzimu. Na anasikia sauti yake. Mama anasema hata kama muda ukienda, lakini imani iko siku moja utakamilisha zoezi zima. Mama alikuwa kama tiki huyu. Na amekufa na uzuri wake.
na haozi, na huyu mwana anakula kiapo. 不应该 Anasema anaendelea kujuta ni kwa nini, 把草原 ni kwa nini nimeshindwa kudhibiti lile eneo ambalo limepelekea mpaka wewe kupata matatizo na mimi kupoteza maisha, lakini ukanirejesha tena. Nimerudi ni katika mazingira magumu sana. Lakini Mungu wa kuzimu anajaribu kumwambia Kuchuru, Kuchuru, usije ukasahau ahadi tuliyowekeana. Nimekurudishia maisha ili uishi, lakini na sisi tunahitaji utudhibitie pindi jua litakapokamatwa na nyota, na ndio siku ambako sisi tunahitaji tuweze kutoka huku kuzimu. Yaani pindi jua litakaposhikwa na nyota, milango ya kuzimu itafunguka. Na anaambiwa muda umebaki ni mdogo sana, sio mbaya, tutakusaidia kumpatia tiba huyo dada yako ambaye unampenda sana. Cha kwanza kabisa anaambiwa ya kwamba kulikuwa kuna mdada mmoja ambaye anapatikana katika kijiji cha Grassland. Huyo mdada ni mwanamke ambaye ni mzuri na ana damu ambaye inalingana na huyo mdada ambaye yeye anataka kumfufua hapa. Kwa hiyo leo tunakupa tiba. Nenda katika kabila ambalo linapatikana katika lile eneo la Grassland. Pale kuna msichana mmoja mzuri sana, na huyo binti anaitwa Bete. Sawa? Ukimpata Bete, sana uliza, ni kweli umesema kwamba niende Origrant tribe? Katika huo mji ambako ameambiwa aende ni hapa. Na huyu ni babake na Bete. Oya. Noran. Kulikuwa kuna ujumbe umekuja. 等级色火聚会，一起 Kulikuwa kuna makabila ambayo yalikuwa yanajiandaa kwa ajili ya kutengeneza sherehe. Kila mwaka huwa wanaandaa sherehe. 2天 Huyu ndio babake na Bete. 不知道 Sasa anauliza Bete yuko wapi? 莲花开 Anasema unafahamu 正 Bete anapenda nini? Kwa hiyo labda huenda ndio kule ameenda kuchukua sasa hicho kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo anasema tafadhali naomba ufanye haraka mlete Bete. Geti linafunguliwa na jeshi linatoka katika himaya ya kuzimu na inaelekea katika dunia ya kawaida, na wanaelekea katika kijiji cha Grassland, na huko wanaenda kutaka kumchukua Bete. Safari ya huyu bwana mdogo ilimleta mpaka katika huu mji mzuri ambako kuna wadada wazuri. Wow, kuna mambo mengi ambayo hajawahi kushuhudia kitambo. Sasa leo anakuja kuyashuhudia watoto wazuri wazuri. Katika dunia hii kulikuwa kuna utekaji wa wasichana siku zote, na wasichana hawa huwa wanabebwa na kupelekwa kule kuzimu, sehemu ambako anaishi yule bwana ambaye sasa hivi anamsaidia mama ili aweze kurudi katika dunia, na wanatafuta msichana aliyekuwa na dawa ama damu itakayoweza kumsaidia. Sasa kuna mganga kidogo anaonyesha dawa zake hapa kwamba ukikanyaga moto, ukinywa hii dawa uungui. Kuna mzee alipita na farasi wake mweupe hapa bila kukanyaga, bila kuweza kuungua. Kwa maana hiyo kashamharibia dili. Wewe mzee unaniharibia dili, kuna deki zako wewe. Shenzi sana, ngoja nikutwange. Bwana mdogo ameona japokuwa hili jambo alimuhusu, lakini aliona anastahili kusaidiwa huyu mzee. Toba anataka kuua. Kama tulia wewe, nitakufanya nini? Tulia. Anataka kupiga. Kazuiliwa. Sasa bwana waliona kazi yao inachelewa, na wamekuja hapa kwa ajili ya kuteka watoto wa kike. Wanaanza zoezi baada ya kuona kuna watu wanaweza kuvuruga jukumu lao. Wanateka watoto wa kike sasa. Ni kabila baya ambayo limepewa kazi ya kuhakikisha wanateka wasichana wenye umri ule ambao wameambiwa, na mara nyingi wanawapeleka kwa yule jamaa ambaye anamiliki mizimu kule ili amfufue yule dada ambaye anaitwa Yudai. Cheki maskini Mungu, watoto wadogo sana wanatekwa. Sasa hili anapata kuliona, akaona hapana, haiwezekani, jambo ambalo alimuhusu lakini lazima alisaidie. Anaamua kupambana, anasaidia binti mdogo kama huyo. Tuangalie vita hii inakuaje. Huyu mzee na farasi wake hakuamini anapomuona huyu bwana mdogo jinsi gani anavyopambana na hawa jamaa. Huyu amemtambua huyu kijana, jinsi anavyopambana na sura yake hajamuona siku nyingi, lakini leo amemuona. Ni Tamujina, ameshamjua. Anasema hebu acheni hao wanawake, kuna kazi moja tu ambayo ni muhimu, nifukuzieni huyu jamaa.
yoyote atakayefanikiwa kumuua nampa $. Sasa waliacha wale watoto wa kike kwa sababu thamani yao ni ndogo kuliko thamani ile tangazo hapa. Sasa hakuna budi kukimbia. Huyu jamaa amemfahamu lakini anataka amuue. Kwa sababu gani? Unajua wahalifu hawanaga urafiki hata kiduchu. Patamu hapo. Hatari. Alifanya maujanja ili mradi afanikiwe kuwakimbia mabwana, lakini mabwana wako nyuma, wangu wanakuja. Wameshaambiwa wakimkamata, wakimuua akiwa mzima, akiwa hai, watapata kiasi kikubwa sana cha fedha, sio milioni 10. Anampa taki mazoea. Bahati mbaya anaingia katika mtego bwana. Kulikuwa kuna mitego wana kijiji walikuwa wameiweka hapo. Farasi alikimbia naye, farasi wake anakufa. Naye sasa anaingia katika ile miiba iliyomuua farasi. Bahati amefanikiwa kuweza kujidhibiti ili ile miiba isije ikamwangamiza. Kwa akawa ameshuka chini vizuri, maskini Mungu anamwangalia farasi wake tayari is dead. Kuja kushtuka jamaa wameshafika na huyu jamaa anataka kumuua. Lakini kuna timu inakuja nyingine inaamua kumsaidia huyu bwana mdogo. Ni wahalifu lakini wameamua kumsaidia huyu. Sababu kwanza wamemuona jinsi anavyopambana. Alijua ni wale. Kufahamu kwamba wamemsaidia. Wanamwambia tumekuja kukusaidia wewe. Unadegezana wenyewe, sasa mimi nitatembea vipi? Sina hata farasi. Wakamwambia wewe tulia, tutakuua. Tumekusaidia alafu bado unaita mikwara hapa. Aliwaomba vijana wake wasifanye chochote. Mumwache. Ana hasira, ana uchungu. Aliamua kuacha. Alimwambia mimi naitwa Buchu. Jina lako naitwa nani? Ningependa kuwa rafiki na wewe. Huyu jamaa kampenda sana mshikaji. Sasa huyu jamaa hata kuchukulia kama ni rafiki. Kwani tumemsaidia huyu jamaa asiyekuwa na fadhila hata kuomba, hata kusema asante. Alisema mna shida, nitafanya kile ninachokiweza huyu jamaa awe rafiki yangu. Huyu ni kijana wa kitani, ni mhalifu lakini ametokea kumpenda sana huyu jamaa. Lile jeshi limetoka kuzimu linakuja katika dunia nzuri, dunia ya manyasi wanaita Grassland. Na wamekuja huku ama safari yao ni kwenda kumchukua binti ambaye anaitwa Bete. Na kumbuka safari ya huyu bwana mdogo ni kwenda kumuoa Bete. Unaona mambo hayo sasa. Safari yake ilikuwa ni ndefu, ilibidi afike hapa anywe maji. Mara kama yule mzee ambaye alimsaidia kule. Shangaa sana kuona mzee amekuja saa ngapi hapa. Na akati hapa mpaka anakunywa maji ya kumuona. Wewe mzee, si ndio yule ambaye nimekusaidia kule? Alimwambia sikiliza nikwambie kitu. Umeniambia wapi? Na ninajua kwamba bwana mdogo wapi unaenda. Kwa mzigo ule ubeba utafanya safari ya siku 3. Lakini kama unatembea bila mzigo ni siku moja. Alisema kwa nini nisipande iwe farasi iwe safari ya siku moja? Alimwambia farasi wangu anaitwa Alan. Sidhani kama anaweza akakukubali. Alisema sio mbaya. Ngoja atimke. Lakini bwana mdogo, utawezaje kwenda kuoa alafu na una majukumu ya kutetea dunia na we mwenyewe tamaa yako ilikuwa ni kusaidia dunia? Alafu ni nini hicho ambacho kinaning'inia hapo katika shingo yako? Alisema hii. Ase nikikwambia huwezi kuamini. Alisema hii ni damu ya mamangu. Mzee kachukua farasi kabeba. Mungu wangu, mzee alichukua ile cheni na farasi kaichukua. Farasi wangu. Yule mzee tayari kachatoka katika mazingira ya ajabu. Cheni yake imeenda, farasi ndio yule anasepa. Na huyu farasi hata mjui ni ametokea wapi na huyu mzee. Ila farasi kuna deki zake kakimbia na cheni yake. Kakimbia kachoka. Wewe farasi unanihangaisha niletee cheni yangu. Na farasi ana akili, baada ya kuona huyu jamaa kachoka ngoja amrudishie cheni yake. Anatishia kuitafuna. Lakini kila anavizia kuichukua anaikosa. Farasi anamkopesha. Ana akili kuna deki zake huyu. Lakini ngoja nivizie niiteke. Farasi anaambia jaribu uone. Farasi akasema usiletee maujanja. Kama unaweza kimbia. Maskini ya Mungu, binadamu siku zote hawezi kukimbizana na farasi.
Kachoka tena. Hoi! Nisijua mfanye nini huyu farasi. Farasi akamrejea tena. Mjomba nani chukua cheni yako, naona umeshachoka. Sasa akajua tena utani, lakini farasi amezamiria kumpa. Analeta utani huyu, nitampiga makonzi mimi huyu. Lakini kumbe farasi alikuwa amezamiria kumpa. Memrejeshea cheni ambaye aliambiwa siku zote na babake awe nayo karibu. Aikumbatie nganganga. Sasa usafiri huu hapa utamchukua siku chache sana ili kufika anapoenda. Alijaribu kusema na farasi kwamba jamaangu tulia, nataka nikupande. Siku zote farasi kama hakutambui hawezi kubali umpande, lazima akushushe, lazima kukubali kwanza. Sasa akampanda. Farasi amtaki baba na ana nguvu, lakini jamaa akamngangania. Kama ukimngangania hivi mwisho wa siku anakukubali, anasema yes. Kila akitaka kumshusha wapi, jamaa akangangania, akipeleka miguu juu tu miwili, akafanya kaka kukubali. Hebu tuone kama atafanya hivyo. Wakati ule jeshi la kuzimu linakaribia kufika katika kile kijiji, na mdada mmoja ambaye yupo katika hii safari alimwambia kamanda wake wakivuka hiyo milima hapo mbele, basi watakuwa wameshafika katika lile kabila, na katika hiyo mji ndiko kuna huyo msichana wanayemhitaji. Wamefanya kazi kweli kweli ya kumtafuta msichana ambaye analingana na damu ya yule mama. Kwa hiyo kashaambiwa huyo msichana anatokea wapi, na kijiji chenyewe ndio hicho hapo, na bwana mdogo tayari amefika kwa muda mchache sana kwa kutumia ile farasi. Wow, ni kijiji ambacho anaenda kuoa. Tenzetu farasi wangu. Lakini wanakaribishwa hapa na mbwa. Wakazi wa hapa walikuwa wanapenda kufuga mbwa aina ya German Shepherd. Hapa kulikuwa kuna kijana ambaye ndio kamanda, anawafunza vijana jinsi gani ya kupambana, lakini wanaona kuna ugeni unakuja na ugeni unafukuzwa na mbwa. Jamaa anaogopa mbwa huyo. Tokea zamani anaogopaga mbwa sana, mpaka leo hii bado anaogopa mbwa. Na laida? Wewe unatokea wapi? Kina alipomwangalia vizuri kama yule jamaa ambaye alikuwa anamtaniaga. Alisema, "Haku, ni wewe?" "Haku, umenisahau?" Timuje? "Mimi ni Timuje." "Ni lai wo men wong ji la gan sha?" "Wewe umekuja kufuata nini hapa?" "Nimekuja kumoa bote." "Ni? Wewe umekuja kumoa bote?" "Xia cheng zhe fu xiong yan la." "Wewe mwenyewe unaogopa mbwa, unawezaje kumoa msichana mzuri wa kabila letu kama hivi na kati majasiri tuko hapa? Wewe mbwa tu unaogopa." "Ni kan ni zhe ma zang xi." Na farasi lenyewe kwanza lichafu. "Neng ba ta ya se." "Hebu toka huko ulipotoka bwana. Hebu mlete kwanza ufarasi. Na muiba kuanzia sasa hivi." Si akampanda. Farasi akamkataa kuna digi zake. Farasi anafanya hila ya kumwangusha ujamaa. Akamwangusha. Jamani mna shida bwana, huwezi kumpanda farasi wangu. Farasi akatoa mlio mmoja wa ajabu sana kiasi cha kwamba wenzake wakaitikia. Lakini mara nyingi farasi wakipiga kelele kama hivi kuna jambo. Labda huenda wameshtuka kuna kitu kinakuja katika kijiji chao. Bwana, mziki unasikika kwa mbali, na mziki huu mara nyingi anapenda sana kupiga bibie bote. Na mziki huo hata farasi na ndege wengine walikuwa wanapenda sana kusikia. Binti anakuja kumpokea mpenzi wake wa enzi hizo. Ni muda mrefu hawajaonana, amesikia amekuja, anakuja kumpokea. Binti uzuri ulizidi, yani alizidi kuwa mtamu. Jamaa naye amekuwa ni handsome wa kufa mtu, yuko vizuri. Yes, binti yuko na wapambe ambao wanamlinda kipindi chote. Bote. Baada ya hapo alipokutana mpenzi wake ilibidi aende, anashindwa hata kuzungumza naye vizuri. Aliona ni heri sasa amfuatilie. Kuna ndege hapa, anaanza kuwa na wasiwasi na huyu ndege. Huenda akawa ni imetumwa na yule mama mchawi ama yule jamaa mchawi. Anapeleka mahali kwa baba mkwe. Ile ambayo familia walikubaliana. Ni ngozi ya mnyama ambaye ni ngumu sana kumua.
bwana mdogo kafanikisha kupata hiyo ngozi, kamletea. Na mwisho wa siku jioni, harusi inafanyika kwa mila na desturi za watu wa maeneo haya. Inathibitisha kwamba hawa sasa ni mke na mume kama walivyoweza kuahidiana waoane, na hatimaye wameoana leo hii. Basi taratibu za ndoa zinaendelea. Yes, mke na mume sasa ni furaha usiku, lazima mambo yetu yale. Salam kwa baba. Baba anafurahi kweli kweli, mtoto wake amefanikiwa kupata mume, na kipindi chote binti alikataa kulewa mpaka apate kumwona mpenzi wake, na ndio maana binti alikuwa amesubiria kwa hamu. Alisema, binti yangu umekubali kuolewa na mtoto wa bwana Mirigon Jogosurei ambaye anaitwa Tamjin. Jambo zuri sana, na nawaombea mpate maisha mazuri, msije mkaachana. Sasa binti chumbani anamletea mkwara, anamwambia, wewe mbona ulikuwa uji kuniangalia? Mkwara mzito kweli kweli, anataka kumchapa. Anamwambia, hapa ungati hapa, na niliapa kwamba siku nitapoonana na wewe na kuua. Kwa nini ulinikimbia kipindi chote? Lakini jamaa anamwambia, nilikuwa nakukumbuka, umeona kitambaa chako hiki bana, siwezi nikakusahau, na ndio maana leo hii nimetimiza ahadi yangu kwamba nitarudi. Njoo basi bibie, nipe hata juisi hiyo. Binti naye anatamani juisi. Unajua ni kitambo hajaguswa. Wale mashetani wameshafika Grassland, na yule njiwa sio ndege wa ajabu, nilikuwa nasema huyu na wasiwasi naye. Analeta ujumbe kwa kila alichokiona. Anampa ujumbe mmoja kwamba wanakijiji wote leo wamekunywa kwa sababu walikuwa katika harusi na wamejisahau hata katika ulinzi. Kwa hiyo ni wakati mzuri wao kuvamia hicho kijiji, wafanikishe kile ambacho kimewaleta hapo. Na ndipo usiku baba wanavamia kijiji, wakati jamaangu anafanya mambo yake. Binti anasema, niliweka ahadi ya kukuchapa, mbona nakuwa mlaini hivi? Ana anampiga, anamtoa nini, lakini anatamani, maskini ya Mungu. Wanaendelea na mambo yao. Wallahi na bata shungu mimi. Tare. Jamani alia, nimemkosa Bote hivi. Huyu jamaa ingekufa ugugu. Lakini Bote asingeolewa hata kama anazeka. Anapiga pombe, anashangaa kuna makunguru ya usiku anakuja. Hajakaa vizuri, tayari kuna watu wanaingia. Kaili za wananchi ziliwashtua ndani. Ilibidi watoke nje waone kuna nini. Watu walianza kukimbizana hovyo, na watu walianza kuuawa baba. Hapa fighting na katika kijiji hiki. Jamaa ilibidi amwambie mke wake, kama sikiza, chukua watoto, chukua na watu ambao hawajiwezi, kimbia nao porini. Nimeacha, ngoja nitetee kwanza wengine ambao wako hapa. Bwana mdogo, Mwenyezi Mungu kidogo kampa uwezo, inshallah. Mashaallah, yuko vizuri. Tuangalie uwezo wake kwanza. Ameonekana na msaidizi wa mchawi anamdondoshea mafurushi haya. Binti na cheni moja ya ajabu sana, kaikwepa. Unijue, kamata hiyo. Jamani, endeleeni kukimbia, lakini mna tahadhari. Na muhitaji mwanamke anaitwa Bote. Kasikia sauti, ilibidi asimame, na alijua wengi watauawa kama yeye ndiye anahitajika. Jamaa amekuja, anasema anamuhitaji Bote. Bote ni mke wa mtu na huyu ndo mume wake. Namuhitaji Bote. Wawawe kwa sababu hawataki kusema. Binti anasema, hebu acha tafadhali, naombeni mwache. Bote umekuja kufuata nini? Wewe ndio Bote. Alisema, mimi ndiye mnamtafuta. Waacheni hawa, mimi naenda na nyinyi. Bote anamwambia mume wake, usipofanya hivi ambavyo mimi nasema nitakuchukia. Bote hataki watu wafe. Hebu ache waende. La, najiua. Sababu alijua kama anahitajika akiwa mzima,
Basi akijua itakuwa ni shida. Anataka kujua kisu kinaondolewa kwa mambo ya ajabu sana, yaani kwamba kwa mizimu, kwa miujiza, na isitoshe binti anapeperushwa, anapandishwa juu. Alafu akaitwa, njoo hapa. Huyu jamaa alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kwa kutumia akili yake tu. Yaani akakifikiria nikupandishe, akakushusha, kuzibua kibao. Basi anageuza na vijana wake pia nao pia waondoke kwa sababu wamemsikiliza binti. Lakini mwanamke anasema hapana, haiwezekani. Akaanza kuliamsha dude. Patam! Ati! Cheche. Farasi wake anakuja, farasi wa miujiza aliyepewa na yule baba wa ajabu ajabu. Jamaa baada ya kukamilisha zoezi wanatimka mbele, wanaongozwa na jamaa mmoja ambaye anatembea spidi kuliko farasi. Ule bwana mdogo ambaye alikuwa anamtamani sana, ule bwana mdogo Timajina, huyo hapa. Yule ambaye alikuwa anajiita Buche. Amekuja. Anamfuatilia bwana mdogo awe rafiki naye kwa sababu alisema lazima awe rafiki naye. Amekuja na timu yake. Mbaya zaidi, hao jamaa wanaingia katika kimbunga cha ajabu. Jamaa zake wanazama kutokana na kile kimbunga. Amewakosa. Unajua ametokea kumpenda bure kabisa ule bwana mdogo. Anapoteza jamaa yake kwa sababu ya kumfuatilia huyo. Na yeye mwenyewe anakumbwa na kimbunga. Mwanamke anasema haiwezekani hata kama kimbunga kinakuja na hichi kimbunga kimwachi mtu salama. Anaingia humo ndani ya kimbunga lakini anakutana mtu anabiringitwa vibaya. Farasi kumbuka ni miujiza, ana uwezo kukatiza, na wale jamaa walikifuata kile kimbunga. Wao wenyewe ni watu wa miujiza, kwa hiyo walikatiza kama wanatembea kawaida tu. Huyu bwana mdogo mpaka kuweza kuhimili kimbunga na ana uwezo kutembea kama hivi, basi si mtu wa kawaida. Angalia mwenzake jinsi anavyopeperushwa. Alimzuia lakini alifunga kamba mkononi, akiwa anajua na yeye anaweza kapelekwa. Na farasi ndiye ambaye ameshikilia hiyo kamba, anawazuia wasipeperushwe. Kimbunga hiki huwa kina muda. Kinapita ndani ya dakika 10 ama 20. Farasi alijaribu kuwazuia vile anavyoweza wasiondoke. Amefanikiwa kuwashusha chini. Yes. Sasa wako salama, wako wazima. Na kimbunga kikapita. Buche alisema lazima awe na urafiki na ujamaa. Nadhani sasa watakuwa wamefanikiwa. Lakini kumbuka ya kwamba kulikuwa kuna baraka ambazo zilikuwa zimewekwa na mpiganaji wa zamani, na wengi wanapenda kuja kusali katika ile eneo ili waweze kuomba amani. Na pale juu kumbuka kuna nini? Kuna ngao, na kulikuwa kuna kitu kama mkuki ambao uliachwa na Sina ambaye alikuwa ni mpiganaji mkubwa katika hii dunia. Wanakula kiapo kusaidiana katika kila jambo, na jamaa ameshakuwa na rafiki wake sasa. Sasa huyu mdudu anatumwa kupima damu ya bibie, na kama damu ya bibie itakuwa ni chafu isiyokuwa yenye uwezo wa kumsaidia ule mdada, huyu mdudu atakufa. Lakini mdudu akaanza kung'ara kama unaweza kumuona, na rangi nyingi nyingi. Yote hiyo ni kwa sababu ya damu ya huyu binti, ana shine. Kwa hiyo sasa hii ndio damu ya mama yule aliyepoteza maisha. Kwa hiyo binti atatumika kwa ajili ya kumfufua mama. Binti anajitetea ili aweze kuondoka hapa, kampiga kisu hiyo. Huyu mtu anatoka majivu tu. Sasa akamwambia mama, usipate shida sana. Unataka kuniua? Ngoja nijichinje mwenyewe. Huyu mtu anafuka moshi. Kumbuka ni maiti. Na alisaidiwa kurudishwa duniani na hawa mizimu. Na hawa mizimu sasa wanaotumikia. Alisema mbona kisu hichi ni hatari sana. Nimejikata. Sikiliza nikwambie kitu. Ni upendo tu mama alikuwa ameniambia ni ufanye kwako. Kwa hiyo siwezi nikakudhuru. Kama unataka kichwa chukua, iko hapa. Jamaa kichwa kingine kikaota. Jamaa nuka. Sasa umeshaniua, si ndio? Umeshaniua. Sasa ni zamu yako ufanye kile ambacho mimi nakitaka, sawa? Nataka nitumie damu yako kufungua geti la kuzimu.
原来是你，是你在跟魔鬼做交易。Haya, safari ya kuelekea katika dunia ya wale mazimwi ilikuwa si mchezo. Wakati ule mazimwi wamechukua watu wengine kwa ajili ya kwenda kuwafanyisha kazi. Ona mambo haya. Wakati wanapanda juu na wanatafuta nafasi ya kujificha na wajaribu kuwasaidia wenzao ambao wamekamatwa chini, wanaingizwa katika himaya ya hawa mashetani, waliamua kufanya kitu kimoja, kuwadondoshea mawe hawa maaskari wa mashetani ambao wanapita hapo chini, kwa sababu walianza wao, alafu wanakuja wanadamu ambao wamewashikilia, na nyuma kuna maaskari wengine wa mizimu. Kwa hiyo sasa hawa mbele acha wapigwe kwanza na haya mawe. Wanafanya haraka kabla wenzao hawajakatiza pale, kwa sababu wanaweza wakauawa binadamu wa kawaida. Mawe yanaanza kuwashukia, lakini kumbuka pia kulikuwa kuna barafu zinadondoka juu, kwa hiyo watafute sehemu ya kujificha fasta, la sivyo barafu zitawapeleka mbali. Bahati mbaya ziliwakumba na wao pia. Wanakuja kuzinduka. Ile mizimu walikasirika kuona wanadamu wamewaletea ujinga. Waliwafumania, walianza kuwachapa. Walishikwa na wao pia mateka, wakaingizwa ndani himaya ya yule bwana ambaye anajiita Chakuru. Kwa wao na wao pia wakawa ni mateka. Wanaambiwa waende wakashushe zile sehemu. Sasa mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi hapo alikuwa ni huyu mtu mzima. Ni baba wa yule bwana Boche. Hakuamini babake naye pia alikuwa ni mateka hapo. Anasema nimekuja na marafiki zangu hapa ili nikusaidie. Kwa baba lazima nikuondoe. 我这副鬼样子，出去又有什么用啊？你们两个赶紧想办法离开这儿，我们回去叫人逃离这个鬼地方。再不走，大伙都得死。阿妈，快走啊！你一定要等我回来。 Jiweza wanalishwa kwa mnyama mkubwa ambaye yuko hapa chini, lakini kumbuka wamekuja kumkomboa pia bibie. Kwa hiyo wanajaribu kupiga mahesabu watafikiaje kule alipo binti wamsaidie. Piga mahesabu njia ipi? Huko nje kidogo kulikuwa kuna ndege anaita. Kwa hiyo labda huenda huyu ndege alikuwa anamfahamisha ni wapi chumba ambacho bibia yupo. Baada ya kupata hizo hisia, alitoka nje anapanda ukuta huu ili aende juu. Ni kweli kule juu kuna ndege takriban watatu. Huenda walikuwa wanampenda sana bibie na ni rafiki zake. Nakumbuka alikuwa anapenda sana ndege. Kwa hiyo ilibidi apande juu ili kwenda kumpa msaada.
alipokuwa anakaribia juu, bahati mbaya si mbwa bwana alikuwa analinda pande hizo. Aya, nusu aende chini lakini akaweza kujizuia. Wewe mbona unapiga kelele za nini bwana? Alijua kwamba kuna ndege wanaleta buguza hapa. Hawa ndege nao ni kinganganizo, wanataka kumsaidia mtu wao. Wanaleta vurugu, sio alikuwa anataka nyama zile hata sijui. Jiwe linaenda chini hili. Linaweza likawashtua wale jamaa kule chini wanopita walinzi. Ikawa ni so. Akajikuta jiwe linamdondoka. Jamaa yake anataka kuzuia, kashindwa. Jiwe likagonga mbao, wakacheki juu kuna nini? Wakagundua kuna watu. Dogo ilibidi ajiachie. Unajua yeye ana huyu dogo hatari sana, ndio maana alikuwa anamhitaji bwana mkubwa. Haogopi. Nenda chini kupambana nao hawa. Tane! Ndege wake anamuonyesha kwamba kuna mtu amekuja. Amefanikiwa kumuona. Boti, nimekuja kukokoa. Boti akanyanyuka faster kumfuata mpenzi wake. Timujie. Binti akapigwa. Kuna ukuta pale. Anaenda tena boing. Anakuja kugusa, anagundua kuna ukuta. Wameloga, wameweka spell. Wameloga, inakuwa ngumu kuweza kusogea kule. Maskini ya Mungu. Jamaa anavunja. Anashindwa kuingia ndani. Wote. Maskini ya Mungu. Ilibidi amwambie kwamba kuna mfalme wa kuzimu anakuja. Na anataka kutawala sehemu zote na watu wetu wa mji wetu watakufa wote. Sasa unazungumza nini? Mbona mimi sielewi? Eti mfalme wa kuzimu. Yale ambayo alikuwa ameweza kuzungumzwa na muhenga wa zamani ambaye amepambana na wachawi na majini ni kweli. Kwa maana hiyo huyu mfalme wa kuzimu anataka kuja kuikamata dunia. Na muda sio mrefu mwezi utakamatwa na nyota, ni kiasi cha kwamba mwezi jua litakapokamatwa na nyota ndipo ambapo mizimu itafufuka. Kwa hiyo wewe nenda kawaambie watu wakimbie. Na mtafute jinsi gani ya kupambana na hawa viumbe. Anashindwa kupata nafasi ya kuweza kuingia ndani. Lakini alimwambia nisubiri, nitarudi tena. I'll be back to save you. Binti akamwambia sawa, lakini binti alimuomba kwanza asihangaike kupambana naye huyu shetani kwa kumkomboa sasa, na itakuwa ni ngumu kumpata, ila aende apeleke taarifa hizo. Leo makabila yalikuwa yameungana kwa ajili ya kufanya yale matambiko ambayo tumesikia mwanzo. Na kulikuwa kuna viongozi wa makabila mengi wako hapa. Na huyu ndiye alikuwa msimamizi wa mzimu, anajaribu kuangalia watawezaje kuzuia ushetani ambao unakuja katika maeneo yao. Lazima wazuie hizi vurugu. Inaweza ikawa ni tatizo kwa upande wao. Na huyu alikuwa ni mfalme, anajaribu kuzungumza na watu wake makabila tofauti waangalie jinsi gani watakaweza kupambana na watu. Ghafla vijana wawili wanakuja na babake na bote anakuja kumuuliza kijana huyu alikwenda wapi katika ile vita jana mpaka akamwacha mkewe kaondoka. Anamuuliza Timothy, ulikuwa wapi wewe? Baba, nimekutana na bote. Nilikwenda mpaka katika sehemu ambako washenzi wapo. Mfalme alimshika bwana mdogo, anamjua. Sasa ndugu yangu bado unaogopa mbwa mpaka leo. Mfalme anamjua bwana mdogo, ni binamu yake. Binamu yangu huyo, naona umekuwa. Lakini huyu mshenzi ndiye aliweza kuteka mama yake kipindi kile, akamwacha, lakini aliteka watu wengine. Huyu mchungaji kama vile anamjua, ni ule mzee ambaye alimpatia farasi. Basi na ndipo viongozi walikaa katika jukwaa hili wapate kuzungumza wanafanyaje ili kuweza kukomboa watu wao.
一定是我们自己。 Kama wasipoweza kukabiliana na hawa watu wataendelea kuteseka mwanzo mwisho. 草原少女的， Wameshateka watoto wetu wa kike wengi tu, 你是在说 na hatujajua kwamba watoto hawa wanapelekwa wapi. Kwa maana hiyo wanamaliza vizazi hivi. Kila mmoja anasema la kwake, na kulikuwa kuna ugomvi hapa, watu wanapingana, wengine wanasema tuache, wengine wasiache. 到底是怎么？ Sasa hebu tuambie kile ambacho ulikiona wewe bwana mdogo. 田木果， Alisema nimeingia mpaka katika ile familia ama katika himaya ya kishetani kwenda kumfuatilia mke wangu, 天鬼 na mke wangu ameniambia 开启 muda sio mrefu mashetani wanasema 那些失踪的 jua litaweza kukamatwa na nyota, na hapo na ndipo wao watafungua mizimu. 都去了魔堡， Kwa hiyo amejaribu kutuomba kwamba tukimbie, 清楚。我们杀了几个魔兵，才逃了出来。 la sivyo wote watauawa. 如果我们再忍忍再割， Lakini anasema haiwezekaniki tuwakimbie hivi hivi, lazima tupambane nao. 年前 Lakini ni miaka 900 sana, 地狱 miaka 900 安身， aliyasemaga mpiganaji wetu Sina kwamba wanaweza wakarudi. Labda huenda ni kweli hawa viumbe watarudi tena baada ya jua kushikwa katika eneo letu, 安你 lakini lazima tuhakikishe kwamba eneo letu linakuwa katika hali ya usalama. Ujamaa alitupa kile kisu kwanza, hamwamini hata kidogo. Huyu bwana mdogo alisema, sikizeni niwaambie kitu, hizo ni hadithi, 传说 na hizo ni hadithi tu ambazo ni za kufikirika. 记得 Nani alikuwa shuhuda kwanza kwa kile ambacho umekiona na kile ambacho umeambiwa na huyu mwanamke wako? 还是 Unaweza kuthibitisha vipi? 病吗？ Mimi naona tu ni mjinga, anataka ugomvi wake na sisi tuingilie. 他的湖台，如果我没看， Lakini hata hivyo huyu bwana anasema kitu anachokisema bwana mdogo huenda ni kweli na sio kitu cha kupinga. 托尔之金氏的男人， Sasa hapa cha kuangalia 学着 ni jinsi gani ya kuweza kwenda kutoa msaada. Lakini wewe kwa nini unapinga kile ambacho wahenga pia walisema kwamba hawa watu watarudi siku ambako jua litashikwa tena? 前才不愿眼睁睁看着无辜的子 Unajua mimi sipendi kuona binadamu wanakufa watu wasiokuwa na hatia. Sasa kupeleka watu huko ni sawasawa na kwenda kupeleka watu wasiokuwa na hatia wakachinjwe. 可以 Kwa upuzi wa huyu bwana mdogo, mbinu anataka kutupa hapa ni mbinu za kipumbavu. 是你，听着， Tim J, 你不就是为了你老婆吗？ unataka kumwona mke wako ama utaki kumwona? Tulia, usilete vurugu hapa. 都别说了， Da, vurugu zimekuwa ni kubwa sana. 张与否？ Sasa na ndipo mfalme alisema ni heri, sababu hapa pameshakuwa na upinzani huu na ule, basi waweke kama kamtihani fulani hivi. Kama mtihani ukifanikiwa, kila kitu kitakwenda sawa. Bwana, pata kidogo pombe kunywa. Mjomba, yule farasi wako yule pale, 那不是你的白马吗？ yule sio farasi wako yule. Mara mchungaji alimwona mtu ambaye anasimamia dini, walivyofanya kidogo kuwapa heshima, mchungaji kaenda aonekani, farasi ndiye kabaki. 听着， Tim J alijitokeza tena, walimpa heshima yake, wanamwita shaman, ni msimamizi wa mizimu. 对不起， Alimwambia samahani sana, lakini 怎么可以杀死魔王？ lakini unajua jinsi gani ya kuweza kumuua huyu shetani, kwa sababu watu wengi wanateseka juu yake. 世间万物， Alisema kila mmoja katika hii dunia 长生天的旨意。 anapaswa kuweza kumtii Mungu wa hapa. 听着， Mimi siwezi kujua jinsi ya kuweza kupambana na huyu shetani, 白马， lakini nataka nikwambie kitu. Hivi unafahamu ni kwa nini huyu farasi mweupe amekuchagua kama master yake? Ameona kupitia macho yake kwamba wewe ndiye utakayeweza kuleta usalama katika ile eneo. 信 Ameona moto kwenye macho yako, ameweza kuona mwanga ambao unaweza ukaleta nuru katika giza. Bwana, milango ya kuzimu ndio hii hapa inapaswa kufunguka, na huyu mdada anatakiwa kurudi duniani kwa kutumia damu ya huyu msichana. Ndege analeta ujanja, analeta kuleta maneno hapa kwamba yule ndiye mpelelezi wake. Sasa ndege aliona kile ambacho kilitokea katika hiki chumba, kwa hiyo kaenda kuambiwa huyu bwana, karudi ndani. Mwangalia akamwambia, we Timajia alikuja huko lakini alishindwa kuingia ndani. 看来是我一手毁了你的新婚之夜。 Najua nimeharibu harusi yako, ulikuwa huko katika raha zako, bahati mbaya tukawaingilia.
那你还是杀了我吧。 Takuua wewe mshenzi. 你也为他去死。 Nitakufa kwa ajili ya mpenzi wangu, lakini sikuachi wewe. Na usije ukamshika, ukimshika nitakuonyesha kazi. Katika kunusanusa akahisi kama kuna damu ambayo ameiacha Temaje. Wanasema Temaje ana damu ndani ya mwili wake, ana damu ya mpiganaji wa zamani ambaye anaitwa Sina. Yaani huyu bwana mdogo ana uwezo kama Sina, damu yake inafanana kabisa na Sina. Hivi wewe unavyofikiri anaweza kaniua? Anasema ya. Basi ina shida. Kama yeye anatamani kunipeleka kuzimu, nitampeleka yeye. Mimi kuzimu nishaenda kitambo. Unajua mpaka leo hii dunia mimi naichukia. Na sioni kama nina haki ama nina stahili kuendelea kuishi hapa. Sioni sababu ya kuendelea kuishi. Kwanza nimekufa, nikafufuka. Maisha yangu nimetengana na ndugu zangu, watu ambao nawapenda. Leo hii nataka nifanye kitu kimoja tu ambacho kimenileta katika uso wa dunia. Kuvunja ukuta, yani mpaka ambao kati ya kifo na maisha ya kawaida. Unajua mtu akifa hawezi kurudi duniani. Umeona? Sasa nataka kuvunja huo mpaka ama hiyo huo ukuta wa kifo na maisha. Kwamba watu waliokufa warudi tena duniani. Umeona? Ndio hiyo mizimu sasa ifufuke. Ndio ukuta nataka kuvunja. Lakini wewe usio na wasiwasi. Nataka niwatengenezee sehemu nzuri nzuri, utaweza kuteseka. Ukiwa kuzimu utaishi na mume wako vizuri tu. Sawa? Nitafanya jambo jema sana kukusaidia. Wewe pamoja na Temajini wako mtaishi pamoja forever ndani ya kuzimu. Mtaishi daima kuzimu. Sawa? Nataka ulitambue hilo kwamba nakutengenezea nafasi nzuri sana kuzimu, utaishi na mume wako vyema tu. Hivyo unafikiri unaweza kumua Temujie? Anacheka. Sasa binti anavoleta jeuri, watu wanapikwa katika masufuria. Na masufuria yanapashwa moto hapa, wanapikwa watu. Huyu mwanamke ananyoka. Anakata minyororo, watu wanapikwa. Kuna mtu anasema, jamani nyie si mnamtafuta ni nani anaweza kumsaidia Temujie kaondoka? Mimi ndiye nilimsaidia Temujie akakimbia. Sasa sioni sababu ya nyinyi kuua hawa. Mimi nakubali adhabu zozote ili mradi hawa vijana hawa muache waende. Hebu kuja hapa. Mzee kakubali adhabu. Sasa nataka uniulie huyo mzee hapa. So many people have this hand. Unajua watu wengi watakufa. Ni kwa sababu ya Temujie. Sasa mimi nataka nikupe nafasi moja. Niulie huyo mzee. Nataka mwenyewe afe. Anastahili adhabu kasema. Basi adhabu yetu sisi hapa ni kifo. Tuulie huyu mtu. Oya, 只要你亲手射死他，其他人我可以既往不咎。姑娘，你看看我的样子，活着还不如死了。你就送。 Anasema binti, wewe niue, kama ni kuishi nimeshaishi kwa muda mrefu sana. Binti anagairi, anasema hapana, itabidi nikutwange wewe. So jamaa alivyokuwa mjanja akasogea karibu na yule mzee kwamba binti kama akilenga ya kwepe amue huyu mzee. Kuna wengi wanasubiria kupikwa pale katika yale masufuria yamepashwa moto. Binti akachili kumua huyu jamaa. Huyu jamaa hawezi kupigwa hivi hivi. Cheki alivyozuia kitu. Sasa akikaa pembeni, huu mshale lazima upite. Bado uko na kasi yake, unataka kupenya hapo. Sema inakuaje kama nikikaa pembeni hapa? Binti anawahi ili auzuie ule mshale usiende. Alafu anaruhusu ile ngao iachie. Ule mshale uende ukamaliza mzee. Mzee anaenda chini.
kujikuta ameua baba wa mtu. Kumbuka kwamba ni baba wa Butcher yule. 你杀了他， Kama umemuua 这就是解脱。 basi haina shida, utakuwa umeweza kumbariki tu. Umemfanya amekuwa ni mwanajeshi, umemfanya amekuwa kamanda mzuri, amekufa vitani. Na wale wote waliokamatwa na zile kamba wanadumbukizwa katika masufuria wanapikwa, na yale masufuria yalikuwa yanachemka bwana. Sasa katika ule ufalme kidogo kulikuwa kuna upinzani, jambo hili lifanyike lisifanyike, waende wakasaidie wasisaidie, watulie kwanza, hawana uwezo wa kupambana na wale jamaa. Basi ndipo wakaamua kufanya mchezo mmoja. Huu mchezo kama Timaje akifanikiwa kwenda kufikia bendera ambayo iko kule mbele, akishinda watu wote watamuunga mkono, lakini kama akishindwa basi watarudisha nyuma majeshi, hakuna atakayemsaidia. Mashindano yameanza, tuangalie mwanzo mpaka mwisho. Mimi naweka maiki pembeni. Kuna mmoja kati ya watu ambao wapo timu pinzani anaenda chini. Timaji anamuona huyu mtu na hakuna anayemjali. Sasa yeye alikuwa na nafasi ya kwenda kushinda, lakini ilibidi arudi nyuma ili amsaidie huyu bwana ili farasi wake asije akamua. Mwenzake anashangaa kwa nini anafanya hili kitu, kwa sababu hii inaweza kupelekea yeye akashindwa mchezo alafu akashindwa kwenda, kwa sababu kama angeshinda basi wangeweza kwenda kupeleka majeshi, lakini sasa kumsaidia huyu bwana inaweza kupelekea yeye kushindwa kumfamia ama kuchukua ile fimbo. Aya, kuna mtu kasha kamata ile bendera. Kiufupi au huyu mtu haipo katika upande wa Timaje. Timaje walikuwa kwa wawili tu, yeye na jamaa yake. Wana sasa kashashindwa. Jamaa yake anakuja kumlaumu Timaje kwa makosa aliyofanya, ameshindwa kukamata bendera. Hii inapelekea yeye kushindwa kupata majeshi ya kumpeleka katika uwanja wa vita. Anamchapa Timaje. Kama ungeshinda tungeenda kusaidia raia. Sasa unafikiri bila bote utaoa nani mwingine? Wewe mpuzi kweli wewe. Alisema bote ndio mke wangu pekee, hakunaga mwingine. Kwa hiyo lazima amsaidie tu, hata kama iweje, hata kama wajamaa watakataa kupeleka majeshi. Timaje, huwezi kwenda kumsaidia bote mwenyewe. Mfalme alikuja kwa sababu ameshindwa mpambano, hawezi kupata majeshi. Kwa hiyo mzee anamwambia huwezi kwenda kupambana vita mwenyewe. Lakini sikilizeni, naombeni mnisikilize mimi nikiwa kama mfalme, nasema hivi. Timaje anataka kwenda kusaidia watu wetu, si ndio? Na mimi simzui, na naona ni heri na mimi pia niende nikamsaidie, na yoyote ambaye anaamua kwenda nasi twende wote, kwa sababu wote sisi ni ndugu na tumeapa kwamba tusaidiane. Kwa hiyo kama mtu yoyote atakwenda, mimi simlaumu kwa lolote lile.
不丹诺言， Sasa wewe si ndugu na huyu bwana mdogo, ni mjomba wake. Huwezi kwenda kumsaidia. 你不会做事不管。 Na imani hautaweza kurudi nyuma. Tutaongozana mimi na wewe na huyu dogo. Twende tukamsaidie mpenzi wake. Haya twendeni. 田木镇， Temche 调马鞭可是不祥之兆。 alisema ni nuksi kuchukua hiyo fimbo ambayo umeshadondosha hapo, lakini akaona hapana. Moja ibebe waende tena. Sasa kilichobaki ni kurudi tena katika uwanja wa vita. Huyu chizi utakwenda kumsaidia ili weje? Huyu bwana mdogo ndio ambaye kasaidia, alikuwa anang'atwa ama anaburuzwa. Kwa hiyo huyu mjomba wake akusamini uto. Yeye alichokuwa anakifanya ni kurudi nyuma apeleke jeshi lake. Lakini mfalme na jeshi lake anaenda katika miliki ya ushetani. Kuja kuona haya mambo juu jinsi gani hawa jamaa walivyojitega, akaona hapa. Temeje! Usiende mbele zaidi. Tumetegwa. Tumekiwa mtego. Umeona jamaa jinsi walivyo? Nafikiri wametokea mtego hapa. Wanataka kujipanga, mishale inaanza kutupwa kule juu. Yaani kiufupi walikuwa wanajulikana wanakuja. Nani kapeleka ripoti labda ni ule ndege. Wanauawa sasa. Temeje, turudi nyuma. Lakini huko nyuma kwenyewe kuna jeshi lilikuwa limejitega. Walisubiria tu wapite katika hizi njia, na hizi njia hazina kwenda sehemu nyingine, na njia ni moja tu. Bwana, walijikuta wanakufa. Kama ulivyoweza kushuhudia, mambo yamekuwa ni mazito. Sasa wanajitahidi kukimbia. Hao jamaa wanataka kuondoka, bukeni pembeni kwanza tuone. Wanawezaje kutukimbia? Hawakujali, wanapishwa wapite ndani kwa sababu walikuwa wanaingia ndani kwenda kumkomboa binti. Binti ameshikiliwa, ndio walikuwa wanataka kutoa sadaka sasa. Wanataka kumtoa sadaka. Cheki jamaa alivyokwepa mshale. Hatari sana huyu jamaa. Yeye na farasi wake wamebetuliwa kwa kupigwa mkono tu. Nasema niache. Niache huko. Timiche. Wana kisu kinamfuata. Kisu kinamfuata. Binti anaamua kwenda kumsaidia mpenzi wake, lakini akavutwa, akamwambia we, usilete mazoea. Kaa pembeni, wewe ni muhimu kuliko kitu kingine. Mwache jamaa yako afie mbali.
Kisu kilizuiliwa na yule farasi. Farasi alikuwa anahakisha bwana mdogo apati madhara, sababu yeye ndiye kila kitu katika uso wa dunia. Anaenda chini maskini, binti naye anaenda pembeni, kapushiwa pembeni. Wawili wote wanazama ndani ya maji. Farasi kabla hajafa, kwa sababu kapigwa kisu sehemu mbaya. Cheki anachokifanya, damu nyingi zinamtoka, lakini anaamua kumsaidia bwana mdogo kumtoa katika hii dhahama, ili waelekee sehemu moja itakayokuwa safi. Kambeba. Unataka kwenda kufanya nini? Unafuata maiti ya dadangu, unaenda kufanya nini? Unaenda kufanya nini? Alisema huwezi kupata tone hata moja la damu yangu. Namsukuma. Oh, shot. Kampigiza shoti kwa ile maiti. Maiti inafutika, maskini ya Mungu. Hakutakiwa kuguswa. Sasa dada ambaye alikuwa anataka kumrudisha anaenda. Anasema dada rudi. Dada rudi, usiende. Lakini dada ndio huyo anaishia maskini. Anashika unywele ndio unaenda. Dodai usife. Tafadhali ukae nami. Kae nami karibu. Lakini dada ndio huyo anafutika maskini. Anaenda. Sasa ni shida. Jamaa anataka kumua binti kwa sababu amesababisha yule dada ambaye alikuwa anampenda anataka kampoteza. Lakini majini yakamweleza, we unakumbuka tumeidiana nini? Huyo binti usije kumuua. Nifungulie kwanza milango ya kuzimu wewe. Ambaye usinzingue bwana, usinzingue. Dadangu ameenda, unaniambia nini? Akatengeneza hasira naye pia. Huyu dadaleki jinsi alivyo ndio hivi, ana mapembe huyu jamaa. Kumbe ana mapembe. Anasema nirejesheni dada wangu kudadeki nyinyi. Ye mizimu mmeshindwa kunisaidia. Nirejesheni dada wangu. Mimi namtaka dodai. Namtaka dodai. Sinzingue kabisa, namtaka dodai. Majini yamemwambia wewe usijali. Dodai wako tutamrejesha, sawa? Dodai. Hapana. Haiwezekani dodai wangu akaenda hivi hivi. Kuchuru, nimeshakwambia muda sio mrefu nyota itaifunika nuru ya jua. Nisaidie ili niweze kukamata dunia, alafu mimi namrudisha dodai, alafu na kukabidhi na eneo lile la watu ambao wanaishi kwa sasa linakuwa ni la kwako. Sawa? Acha kuleta upuzi, fanya kile ninachokueleza bwana. Maji yaliwakokota mpaka hapa wakatoka nje ya maji. Maskini farasi huyu amekwenda na bwana mdogo. Bado ni mzima lakini ipo hoi hajitambui. Akiwa yuko pembezoni mwa maji alianza kuyakumbuka mengi. Naona fahamu ndio inaanza kuja sasa. Anamkumbuka babake wako juu ya farasi wanacheza.
Apewa cheni na baba, anauliza nini, alafu ni cheni kutoka kwa mama, inasadikika kwamba ni damu ya mama yake. Alijua yuko na majukumu bado makubwa, majukumu mengi. Mambo ndio hivyo. Maskini Alan wasalan. Alan wake yuko hoi bin tabani. Alan ndio anakata roho tena. Basi libidi ampatie nyusi zake anuse, labda zinaweza zikamrejesha duniani. Alipiga mayowe kweli kweli. Au jamaa anaendelea kuhangaika huku ili jua likamatwa na mwezi, alafu mambo yaendelee. Anataka kukisha anakamata ile dunia ya wanadamu, anachukua yeye kama alivyoahidiwa na ile mizimu kwamba wao watamwachia sehemu ya kumiliki. Zoezi sasa linaanza kufanikiwa kwa sababu dunia, yani jua linaanza kukamatwa muda sio mrefu. Temuje, aliambiwa ni lazima aeke kwanza mambo yake pembeni ili aweze kufanya kazi yake vizuri. 决定草原命运的时刻终于到来了。铁木真，你敢不敢担此重任？ Analetoa farasi mwingine atakayetumia tena. Farasi wa sasa hivi anafaa sana kuzimu, maana kula kwanza alikuwa kama malaika, huyo sasa hivi hatari. Aliambiwa sasa nenda kakamilishe ahadi ulie itoa. Wananchi walianza kuhama katika ile eneo. Maana walijua kinachofuata baada ya mwezi kushikwa, si ujua kushikwa, yani hakuna atakayesalia, wote watakufa. Waliobaki, mfalme anasema atabaki nao kuangalia jinsi gani atakavyoweza kuilinda nchi yake. Dogo anarudi, lakini wengi walitambua yeye ndiye kasababisha yote haya. Kama asingeleta ukorofi juu wale mabwana, yasingetokea yote haya. Kwa hiyo wengine wanamlaani, wanasema tumuhitaji hata kumuona hapo, wanaanza kumpiga na mawe. Yeye ndio chanzo cha ndugu zetu kufa, lakini wanasahau kwamba hao jamaa walikuwa hawajali tokea mwanzo, wanateka watu ovyo, sio yeye. Alienda kuzungumza na mfalme wake.
的兄弟们掠来了草原，我愿意接受一切的惩罚。Alijaribu kuzungumza nao, akawaeleza tukiendelea kutokupambana na jamaa na ndo tumekubali udhaifu ama tumekubali kuteseka. Kwa hiyo cha kwanza tukubali kuteseka kwa kwenda kupambana nao. Leo hii kuna watu ambao walikuwa wamekataa kwenda kupambana, wamerudi wanasema sisi tuko tayari kuungana na nyinyi. Japokuwa bosi wetu alikataa kwa dadiki zake, ndio tumemleta huyu hapa. Mshenzi huyu bosi. Ni mjomba wa huyu bwana mdogo lakini ni mshenzi. 是他，贪生怕死勾结魔王，山谷的那一战，根本就是他是在。 Anasema kwanza huyu mitego yote ambayo nyinyi mmekutana nayo, huyu ndio alikuwa anawasiliana na wale jamaa. Anawapa mbinu zote. Shenzi huyu. Na hili ni panga la babake na bwana mdogo. Panga ambalo lilikuwa linaitwa panga la dhahabu. Anarudisha mwenyewe, anasema bwana, chukua panga lako bwana. Chukua panga lako kwa sababu sistahili kuwa na hili panga. Wewe chukua. Sawa? Nimekuwa ni mshenzi. Kwanza akamfuata na huyo. Kama alikuwa anajua tokea mwanzo ni kwa nini hajalisema. Wote nyinyi si watu wazuri. Kwa hiyo kilichobaki hapa, hakuna mbaya, hakuna mzuri, waende wakapambane kwa sababu bado nafasi wanayo, wajitolee, warejeshe eneo lao kabla alijachukuliwa. Waleke sawa. 作为仇人，我本应该杀了你。作为草原的叛逆者，长生天也不会容你。我可以选择第三种死法吗？让我死在战场上吗？说到底，我也是草原生养的，我不愿意让我死了之后。 Alitubu zambi zake zote kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Anampatia panga la babake na mbona samani nilichukua ile panga kitambo sana. Kwa hiyo tusameane tu, chukua panga hili. Sasa anawaambia jua linakaribia kushikwa sasa hivi. Sasa kama jua linakaribia kushikwa, tukitulia hatutaweza kusaidia dunia yetu zaidi ya kwamba tutakubali wauawe watu wetu. Na mashtani wako kila mahali. Sio kwamba mmepata nafasi ya kwenda kujificha. Watakuja mpaka huko ambako mtenda kujificha. Dunia nzima itabebwa na wao. Na tutakuwa chini ya miliki ya jamaa, watafanya kile wanachokitaka wao. Ili kizazi chetu kisije kikaingia katika matatizo, tusaidie nchi yetu. Kama mababu zetu waliweza kupigana, kuitetea dunia yetu, na sisi tunaendelea kuishi vizuri. Kwa hiyo lazima walinde kila kitu kilichopo mpaka misitu. Wasiwe mashuhuda wa uharibifu kama huo ambao unakuja na maadui zao. Alisema yaliyopita si ndwele, waungane wote wawe kama timu. Natumaini utapambana ukiwa kama mtu ambaye unasaidia dunia yako na si vinginevyo. Tuungane, twende tukapambane na maadui zetu. Yenda anatangulia sasa. Wawe na moyo mmoja tu. Na anasema lazima atawaongoza kuelekea kwenye ushindi. Na swala kubwa ni kwenda kuchukua ule mkuki wa bwana Sina. Uliachwa hapo miaka mingi. Sababu mkuki unaweza ukawa una uwezo wa kumfyeka mkuu wa mashetani. Basi walipanda katika kile kile cha mlima ambako Sina alienda akaupaki ule mkuki wa amani. Walimpa heshima zake Sina. Na sasa kilichobaki ni kuchukua tu huu mkuki. Lakini heshima zote walimpa.
Nuru ya ajabu ilijitokeza baada ya bwana mdogo kushindwa kuchukua ule mkuki. Labda huenda mizimu ya Sina inamkubali ili bwana mdogo afanikiwe kuchukua mkuki huo. Sasa je? Yasa! Timuje! Sasa wote watakuwa nyuma yake. Jeshi sasa linakwenda katika uwanja vita katika himaya ya wale mashetani. Kuna kinachosubiriwa tena. Hapa ni kusaga tu na kuelekea huko. Na bahati mbaya zaidi sasa jua linaanza kukamatwa na mwezi. Na njia zilianza kufunguka taratibu. Na wananchi hao wamekaa tayari kwa ajili ya kuchinjwa. Na rafiki yake na Timuje yuko pale. Farasi kama vile anakuja mwenyewe, kumbe kuna watu wamejificha bwana. Wamelaza kwanza farasi wao, alafu sasa wanakula timing kwamba jeshi linakuja lile la kuzimu. Inaonekana kwamba jeshi limeshtukia kwamba kuna watu wanakuja. Kwa hiyo wakalaza kwanza. Tulia. Haya sasa. Kamata farasi. Haya, mkae tayari. Kazi imeanza sasa. Nenda kushuhudia vitu hivi hapa, mimi naweka mic pembeni. Ile nyota sijui ni mwezi inazidi kulisogelea jiwa na inazidi kulifunika. Wakati ule sasa huku mambo ndio kama unavyoweza kuyaona. Anazidi kuharibika, jamaa anazidi kucheka, milango ya kuzimu inaanza kufunguka pindi jua linapozidi kukamatwa. Sasa jeshi la kuzimu limekaa vyema na wananchi wamekaa vizuri. Ule upande wa kiza tayari umeanza. Yani hii ni kutokana na jua kuanza kushikwa. Huku bado kuna mwanga. Sasa watu wanaambiwa neno la mwisho kabla ya kuingia katika uwanja vita. Anasema wao ni jeshi kakamavu, wanaweza wakachukua kila aina ya mji kwa kutumia mapanga waliokuwa nayo, mapanga imara kuliko mapanga mengine katika dunia.
wana uwezo wa kumfukuza shetani na wakamaliza hili jambo, lakini wakiwa na mwili mmoja wa kujiamini, wawe na nafsi ya kujiamini, na wao ni mashujaa katika hii sayari. Kwa hiyo sasa wawe na ujasiri wa hali ya juu, waende wakamwage damu zao kwenda kutetea nchi yao. Sasa twende tukawafyeke hawa mashetani, na siku zote kama tukifa majina yetu yataendelea kukumbukwa. Hapo sasa leo kushuhudia vitu kutoka idara ya Acheche Production, babake Acheche. Wanasubiria kwa hamu, alafu magoma yanapigwa huko baba. Yaani hawa wanaingia na wadada katika uwanja vita. Endelea kushuhudia kama kawaida, na weka mic. Hali inazidi kubadilika sasa, najua nalo linazidi kunaswa, yani mabaya ama matatizo ndio yanazidi. Na kushuhudia vitu hivi inakwaje? Akaka jamaa kamefanikisha kuuawa, yaani kameuawa. Sasa wanatengeneza ile njia ya geti, wanaume waingie ndani. Wanaume wanaingia sasa. Geti limefunguliwa. Huku mitambo inazidi kujeka sawa. Jua linazidi kuzamishwa.
Sasa mdudu anatumwa kwenda kufanya nini tena? Ala, ametumwa ili amng'ate bibie ili damu zianze kutoka. Baada ya hapo sasa, zile njia ambazo zilikuwa zimefungwa enzi zile na yule Sina, haki hao walikuwa ndo walinzi hawa, walikuwa wamefunga. Kulikuwa kuna mbwa mwitu na kulikuwa kama kuna nani yule nani mweupe yule kongoni ama swala, cheki anavyowazuia, anawazuia ile watoke katika ile sildi, kwa sababu hii ni sildi ya kufungua pale sehemu ambako mashetani wamehifadhiwa. Kwa hiyo nataka kufungua hapo chini, ndo mashetani wako kibao. Kwa hiyo ule ndo mlango ambao sasa unatakiwa kufunguliwa. Anafanikiwa kuangamiza ile sildi na hatimaye milango sasa inafunguka. Kuna vyuma vinajiachia, vinabomoa kila kitu hapa chini na milango inafunguka. Sasa washikaji wanakuja wale kutoka kuzimu sasa. Sasa mfalme umeniahidi kwamba utamrudisha Dodai. Nipatie Dodai kabla hujapanda juu. Akaambia usinizingue, subiri kwanza. Kwanza nikamilishe yatima yangu, alafu sasa baada hapo nitakusaidia. Kageukwa. Mfalme wa kuzimu ameona huyu dogo huyu atazingua. Sasa alichokifanya amemgeuka. Huyu jamaa jinsi alivyogeuzwa sasa ni hatari. Labda shetani anataka kupita katika mwili wake ili atumie. Sasa yeye kaekwa pembeni. Hakuna cha Dodai, hakuna chochote. Hebu tuangalie vita kati ya hawa na bwana mdogo amefika kwa ajili ya kutetea mpenzi wake hapa. Ni DJ Mark na kushuhudia vitu vya ukweli kutoka idarani Achiche Production. Huyu binti kauawa na kitu ambacho kipo nyuma kama mzimu hivi. Anapotea. Sasa yule jamaa kabadilika, amekuwa huyo kiume wa ajabu. Pembe ndilo ambalo limempiga huyu, sijui ni mkia. Hapo sasa anapigwa na mikia bwana mdogo. Tuangalie vita hii.
ule farasi na mizimu yake ilikuja. Ile farasi mweupe yule alikuja na jamaa zake kwenda kusaidia na hii mizimu kuiangamiza yote. Farasi yule kutoka peponi, yule farasi mweupe ambaye alibakia na nyoya zake, huyo bwana mdogo amefufuka bwana. Sasa kila kitu kinakwenda. Alishangana muona Sina. Lile shetani ndio hili hapa limeingia katika mwili ule bwana mdogo ambaye alikuwa anamhitaji dadake Dodai amrudishe. Sasa anamwambia Sina, ulikuwa unajua kwamba utaniua tena, lakini wewe sikuniua. Wezi amini, kumbe bwana mdogo alikuwa na tiba moja muhimu sana. Ile cheni ambaye alipewa damu ya mama yake, kumbe ina uwezo wa kuua mashetani. Si ule si alishika ile cheni baba. Na mbaya zaidi sasa jua limeanza kuachwa. Kwa kama jua limeanza kuachwa, hawa jamaa hawana la kufanya, wanaungua wote kichwana. Wanakimbilia ndani, wanarudi tena kule kule, na kaka yao si baba yao ndo anakufa huyo. Wewe anataka kupanda juu kuweka mambo sawa, anataka damu ya huyo. Maskini ya Mungu, yule dada aliyekufa nafsi yake ikaingia kwa huyu msichana. Pate Boti, boti. Sio bote tena, kuna kitu kimeingia katika nafsi yake. Lakini jamaa anajaribu kumweka sawa binti, ili ajue yeye ni bote. Timucha. Nafikiri anaishinda ile nafsi. Jamaa anateketea, haamini macho yake. Totai, mimi naenda huku, naomba uje. Sasa huyu akimfuata kule kaisha. Huyu anamfuata. Wewe bote usiende. Sasa nafsi ambayo iko ndani ya mwili wa bote inamsumbua kumfuata master yake. Jamaa lazima amsaidie binti, la sivyo atenda chini. Amzuie. Binti anasema niache. Kajipiga kisu. Alipojipiga kisu, bahati kweli kweli mwili ukaondoka wewe. Kama asingejipiga kisu, mwili usingeenda. Ile nafsi ilienda kule chini kumfuata master yake.
Haya, baada ya kujipiga kisu anakufa yeye ama ile nafsi ndiye ilikuwa imepata madhara? Kumbe yeye ndo anaumia. Yule binti kaacha mwili huu. Kwa hiyo bote kaumia. Jamani, ndio wote ndio tumekufa hivi jamani. Yale ambayo tulikuwa tunataka tuyafanye katika ulimwengu ndio yameishia hapa. Nafsi yangu inaumia. Na kuna kitu kinarudisha tena hewani maisha ya bibie. Damu ilimdondokea. Uhai unarudi tena kwa binti. Cheki mtoto alivyokuwa mzuri, hatari sana. Kama sanamu hivi. Bote. Lile toni la damu limerudisha maisha yake. Timeja. Bote. Ndio hivi sasa kumeshapambazuka na kilichobaki wapate kuondoka. Na huyu mama na mtu wake wanaelekea kuzimu. Watabaki huko na mashetani yaliyobakia, lakini kakao kashakufa. Sasa sijajua kama atarudi tena ama la. Kama atakuwa ni mzima ama la. Bonge kitu hapa wanaita Genghis Khan ya 2018. Nakumbuka ulikuwa unasikiliza sauti nzuri ya DJ Mark J Machine wa Acheche Production. Ajesha anakuja katika himaya ya kishetani. Mambo yameshakwisha bana. Himaya hii inadondoka yote. Nakumbuka ilijengwa katikati ya maji na inaweza kuzama. Wafanye mpango wa kuondoka kabla ngome, yani kabla ngome hii haijazama na kabla hawajadondokewa na vifusi. Katika upande wa utafsiri niite DJ Mark, niite J Machine kutoka idarani Acheche Production, kama kauz kama dawa. Tunamaliza vitu kama hivi katika hii nchi ya nyasi. Maisha yalienda vizuri sasa. Tuonane katika vigongo vingine, lakini kumbuka timu Mazaga inatoa burudani za ukweli katika jiji la Kariakoo pale Likoma na Agre. Nite DJ Mark, nite J Machine 0656035353. Namaliza kitu kama hivi. Watu wamerudi katika himaya zao, na kama unavyoweza kuona nyasi jinsi zilivyotulia za kijani, zimetulia kweli kweli. Watu wanapiga music ya kumuomba Mwenyezi Mungu baraka tele na kumwambia asante kwa jinsi alivyoweza kuwabariki, na wamerudi katika dunia yao nzuri na maisha yanaendelea kama kawaida.